kumsazia kwa Yusufu. Mungu akamwambia usimchukie Mariamu, usimwache Mariamu. Lakini pia yuko Elizabeti akamkumbatia, akamwambia wao umebarikiwa na hiyo mimba, imebarikiwa. Ninakuombea leo, hata kama unapitia changamoto, Mungu akuinulie Yusufu. Hata kama unapitia challenge, Mungu akuletee kile Elizabeti. Watakao kutia moyo, watakao kupa ushauri, watakao kuambia songa mbele. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, narudia kusema sio wote watakuchukia. Wapo kina Yusufu, wapo kina Elizabeti mahali watakuja kulia na wewe. Wakwambia nyanyuka, songa mbele. Watakuletea ushauri, watakuletea msaada, watakuunganisha na fursa. Acha Mungu akuinulie watu. Haleluya. Amina. Hebu sema sio watu watakaonichukia. Sio watu watakaonichukia. Wako kina Elizabeti watainuliwa. Wako kina Elizabeti. Wako kina Yusufu watainuliwa. Wako kina Yusufu watainuliwa. Na mimi nataka nikutie moyo Bwana wa Mungu. Ndani ya kanisa sio watu watakaopiga kikumu. Katika jamii, katika mzengo sio watu watakaa kinyume na wewe. Kwenye jamii yako sio watu watakuchukia. Komoni kwa ndugu sio watu watakaokuchukia. Wako kina Eliza, wako kina Eliza. Mungu amewatunza kwa ajili yako. Wako kina Eliza, Mungu amewatunza kwa ajili yako. Wako kina Eliza, uchawi hautawazuia, kuzimu haitawazuia. Acha waje kwako, acha waje kwako, acha wakusaidie, acha wakushauri. Watasimama na wewe kwenye wakati mgumu. Wakati ambao wote wamekuacha, yuko Eliza atakwambia wao, atakwambia songa mbele, jitahidi, inuka, nenda, jitahidi, nenda katika jina la Yesu. Hebu sema Baba niinulie watu. Sema Bwana niinulie watu. Ninakuombea Mungu akuinulie watu hospitalini, akuinulie watu mahakamani, akuinulie watu kwenye baraza la ardhi, akuinulie watu halmashauri, akuinulie watu manispaa, akuinulie watu katika wabunge, akuinulie watu kwa mawaziri, akuinulie watu kwa ndugu zako, akuinulie watu kwa wahubiri wa Injili. Sema iwe kwangu kwa damu ya Yesu. Haleluya. Sio watu watakukataa, sio watu watakuchukia. Ukishaona watu wanakuchukia, hakuna Elizabeti hata mmoja, hakuna Yusufu. Shtuka, shtuka, ingia magotini, sema hii sio kawaida, hii sio kawaida. Kuna tatizo mahali, kuna wachawi mahali wanaoziba riziki yangu, wanaozuia watu wazuri kuja kwangu. Lakini maandiko yanasema wakina Elizabeti watakuja. Sasa kinanda, punguza kinanda, nataka watu wasikie. Usivume kinanda, kiwe chini kabisa. Sema pina kwa damu ya Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu Kristo. Akishika gari yako kuitengeneza, unaweza ukashangaa. Halafu ukashangaa aliyepita VETA akafundishwa ana degree, akaboronga kabisa. Wako watu wana vipawa ndani yao. Maandiko yanasema kuna watu wenye vipawa watavileta kwako. Amina. Kuna watu wanaofahamu juu ya mambo fulani, juu ya makampuni, juu ya kitu fulani, juu ya connections za biashara. Wewe kuna kitu nakifanya, lakini upande wa masoko umefeli. Ujuzi unao, lakini upande wa masoko uende umefeli. Jinsi gani uimarket biashara yako, jinsi gani uitangaze na biashara yako, bidhaa yako ipenye kuingia masokoni, kuingia kwenye masoko. Huo ujuzi huna, ila utaalamu unao. Sasa Mungu anasema katika Zaburi ya 45:12, ataleta binti wa Tiro, watakuja na vipawa vyao, atakupa mbinu jinsi ya kuchomoza bidhaa zako ziende kwenye migodi, ziende kwenye masoko, ziende kuna kule. Atakushauri kwamba una habari hai, kunachokifanya soko liko sehemu fulani, funguka akili, wataleta vipawa vyao. Ni matokeo ya kibali. Lakini pia anasemaje? Anasema nao matajiri wa watu, na matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Na hao matajiri wa watu
Yes. Watajipendekeza kwako. Nimesema manake ukiwa na kibali watu watataka tu kujihusisha na maisha yako. Yes. Watataka wajihusishe na maisha yako. Hata sio kama kukupa fedha, watakupa idea, watakupatia wazo, watakwambia una habari. Sehemu fulani kuna dili, una habari, kuna hiki na kile. Utashangaa kuna mtu anataka kuwekeza, anakutafuta na matajiri wa watu watajipendekeza kwako. Watajipendekeza kwao. Watakutafuta wewe. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina. Mwisho, kibali ili kije kwako, nuru ili ije kwako, kwa maana ya neno ndio ufunuliwa na ufahamu. Lakini pia ili kibali kije kwako, mkono wa Mungu uje juu yako, ni lazima uombe. Amina. Ni lazima uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ufanye nini? Ni lazima uombe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ukubalike lazima uombe. Amina. Hiyo ni neema ya ajabu sana. Amen. Ukisoma kitabu cha Kutoka 12:36, wana wa Israeli wakati wanataka kuondoka wakawafuata Wamisri. Kwa jirani. Hivi si una dhahabu kiasi gani? Na kilo moja ya dhahabu nipe. Anampatia. Yes. Jirani una nini? Nina shilingi milioni 1 hapa. Nipe. Bila maswali anatoa. Inaitwa nini? Maandiko yanasema Bwana akawajalia kupata kila walichokitaka kutoka kwa Wamisri. Hicho kibali akiji hivi. Yesu asifiwe sana. Amen. Inahitajika uombe. Yes. Lazima uombe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Kibali kinakufanya ukubalike. Amina. Kinakufanya watu kinachofanya watu wasikupende ni kukosa kibali. Ndio. Unapita kila mahali wanakunyoshia vidole, kukosa kibali. Na kibali mwanangu akiji hivi, lazima usugue magoti kuomba katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Amen. Haleluya. Amina. Punguza maombi ya kubomoa kila siku. Yes. Ulishabomoa sana. Kuna mavifusi mengi, sasa anza kusoma vifusi sasa. Ndio. Amina. Amen. Punguza maombi ya kubomoa, anza kusoma nini? Vifusi. Anza kuzoa vifusi. Umeshabomoa. Sasa unabomoa unataka nani aje azoe vifusi? Sasa anza kuzoa vifusi basi umeshabomoa umetosha. Haleluya. Amen. Anza kuomba kibali, Mungu nipe kibali. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu nipe kibali. Biashara ndio umenipa, sasa nipe kibali katika jina la Yesu. Nikakwambia kibali kinaomba, mtu anaomba kibali kutoka kwa Bwana. Malkia Esther alikosa kibali. Mfalme akapiga marufuku hakuna mtu wa kuingia kwangu, lakini Esther akasema mimi nitaenda, lakini kabla niende nitaingia kuomba. Akaomba siku 3 akafunga, anaomba kibali. Na alipofika mbele ya mfalme nikakwambia mfalme alimkaribisha, akainua fimbo yake. Matokeo ya kibali akishi bila kuomba. Hebu simama juu kwa miguu yako sasa hivi. Unatamani kwenda mbali, uwe na kasi kwenye maisha yako. Cha kwanza ni nuru, neno la Mungu lililofunuliwa kwako, lakini uwe na ufahamu wa kutosha juu ya jambo fulani unalotaka kulifanya au unalolifanya. Lakini mwisho umuombe Mungu akupe kibali. Maana kasi haiwezi ikawa na ufanisi kama hauna kibali. Utafungua biashara itakataliwa, utafanya mambo yatagoma. Sasa Mungu kabla hajaachia kasi kwako, lazima anaachia